Katika miaka ya 1960, Kenya ilikuwa nchi changa iliyotaka kupata uhuru. Katikati ya viongozi waliokuwa wakijitokeza, kulikuwa na kijana mmoja alionekana kuwa na mustakabali mkubwa zaidi kuliko wote, naye siye mwingine ila ni Tom Mboya. Alikuwa kipaji cha siasa, msemaji hodari na mmoja wa watu waliosaidia Kenya kupata uhuru na kuunda serikali ya kwanza. Wengi walimuona kama rais wa baadaye, lakini hadithi yake ilikuwa karibu kubadilika milele. Ilipofika tarehe 5 Julai mwaka wa 1969, kila kitu kilionekana kawaida jijini Nairobi. Tom Mboya alikuwa akitembea kwenye Government Road karibu na duka la dawa. Hakujua kuwa dakika chache zilizofuata zingebadilisha historia ya Kenya milele. Ghafla, risasi ilisikika. Mtu mmoja alianguka chini. Ilikuwa ni Tom Mboya. Nairobi ikanyamaza. Baada ya mauaji hayo, uchunguzi ulianza kwa haraka. Mtu mmoja Nahashon Njenga Njoroge alikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji hayo. Baada ya kesi, alipatikana na hatia na akahukumiwa kifo. Lakini kabla ya kunyongwa, alitoa maneno yaliyowashangaza wengi. Alidai kuwa kuna watu wengine wenye nguvu ambao walihusika. Hata hivyo, hakuwataja wazi. Hadi leo kifo cha Tom Mboya bado ni mojawapo ya siri kubwa zaidi katika historia ya Kenya. Baadhi wanasema ilikuwa si tukio la mtu mmoja pekee. Wengine wanaamini ilikuwa mapambano ya madaraka ndani ya siasa za juu. Lakini ukweli kamili bado haujafichuka kikamilifu. Je, ni nani hasa aliyekuwa nyuma ya kifo cha Tom Mboya? Je, unafikiri Nahashon alikuwa peke yake au kulikuwa na watu wenye nguvu zaidi nyuma ya pazia? Kila hadithi huwa na mwanzo na karibu kila fumbo huwa na mwisho. Ni hadi leo, zaidi ya nusu karne baadaye, siri ya kifo cha Tom Mboya bado inaacha maswali mengi kuliko majibu. Ingawa Nahashon Isaac Njenga Njoroge alihukumiwa kwa mauaji hayo, nadharia kuhusu walioweza kuwa nyuma ya njama hiyo zimeendelea kujadiliwa kwa miaka mingi, bila jibu linalokubalika na wote. Unafikiri siku moja ukweli wote utawekwa wazi? Andika maoni yako kwenye comments, bonyeza like na usisahau kufollow ili tuendelee kufunua siri za historia pamoja. Langu jina ni Brian Mwangi na hii ni Sauti ya Historia.